mwingine anasema bwana, ukiamini shehe kama wewe ni shehe, ushaamini kwamba mimi kwenye ushehe mimi natoboa. Wewe mwenyewe ushaamini hivi, inabidi ukazie kwenye ushehe. Wewe bwana, wewe kama ni fundi, ushaamini kwenye huu ufundi wangu mimi nitatoboa. Kwa hiyo inabidi ukomae kwenye nini? Kwenye ufundi. Ni vigumu wewe kwenda, kwa sababu wewe ushaenda, ushaona kwamba kila siku mimi nikienda ushakuwa ni ukidasi. Juzi hapa ndio kuna point ambayo ilijadiliwa kwenye mada hapa. Kwamba wale ambao wana apply kazi siku hizi wanatia kwenye system, si ndio? Ndio. Alafu baadaye wanafuatiliwa. Je, katika watu ambao sehemu inatakiwa mtu, kwa maana hawaangalii mtu mwingine, wanaangalia watu ambao wale apply walikosa wale. Wale waliofanya. Ndio wanakwenda rudia kule. Sasa ukifuatilia wewe unakuta masuala ya mashine tena umeacha, umeenda kuuza udovi. Si ndio? Sasa huo muda ambao unauza udovi unapoteza ule ufanisi wako wa operation machine. Yaani at least ungetafuta sehemu hata kama unasaidia unapoteza kidogo au unakuwepo, lakini at least ni katika fani yako ile. Masikia shango, mimi naamini mtu bwana katika fani yako ambayo wewe Mwenyezi Mungu amekujalia kipawa fani hiyo, Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha hivi. Hata kama utasota. Hivi kwa mfano hao wenzetu ambao wanafanya kazi kwenye ofisi makubwa. Kama hiyo movie alikuwa anaangalia jamaa yetu hapo kwamba mzee anaitwa nani, je ulivyokuwa unamwangalia? Anaitwa nani mpenja anajiita nani? Mwipopo, Popo boy. Kwamba mimi naenda kutafuta kazi kwenye ofisi. Mimi nina vyeti na makaratasi yangu nini kila kitu. Lakini kwa sababu mimi nina uhaba wa kazi, nafika kwenye vyeti vyangu mle, naambia bwana ajira zimejaa. Lakini bwana kilichokuwepo hapo ni cha kufanya usafi kama alichokuwa anafanya mtu usafi. Kwa hiyo mimi nibaki kuendelea kufanya usafi. Makaratasi CV zangu nikiwa zipo bado ziko pale. Nisubirie kwamba baadaye inawezekana ikafanyika update au ikatafutwa mbinu nyingine ya kufanya mtu niingizwe. Yaani niendelee kufanya usafi nikiamini kwamba huenda hapa ndio sehemu yangu ya kutoboa. Inawezekana ikawa ni sehemu yako ya kutoboa, alafu isiwe sehemu yako ya kutoboa. Ndio maana kuna picha moja mimi kwenye mtandao nishaikuona, kuna mtu ana chimba. Lakini yule chimba mmoja huko anaikaribia dhahabu kubwa sana. Ndio. Alafu tamaa anarudi. Ndio. Kumbe ni kidogo tu. Wakasema hiyo kwamba wakati mwingine mtu unawezekana ukawa unaacha jambo, kumbe liko bado kidogo tu ufanyaje? Yaani bado kidogo tu atoboa afikie. Tatizo ni kujua. Ajue, si ndio? Lakini kuna picha nyingine ya pili hapa imekuja simu hapa gani na pia imetunga. Jamaa anachimba badala hapa hamna kitu hapa. Kumbe kwa anapoenda bado kidogo ilikuwa atoboe mavi. Alikuwa anataka kinye. Jamaa akasema kwamba wakati mwingine uanza kupata jambo, kumbe ndio linafanya na wewe kuliacha. Ndio. Ungetoboa ingekuwa hatari. Kwa hiyo ukiangalia hii misemo miwili yote kwa jamii na maana. Inawezekana kweli hiyo sehemu ukikaa utapata, au inawezekana kweli hiyo sehemu ukikaa muda ukaupoteza, bado ungeenda sehemu nyingine. Kwa hiyo sisi bwana, maisha yetu inabidi tuishi kama yani kimang'aa. Yaani kudankidanki. Kwa hiyo tunarudi kwenye ile kauli ya mambo kwamba inawezekana kwamba kupeleka CV sema, kwa sababu unaweza kupeleka hapa ukao unakosa. Umekosa hapo unaenda pengine. Kwamba ukikaa ukisikilizia kwamba popote ambapo patapatikana, wewe una uwezo wa kufanya nini? Wa kwenda. Si ndio hivyo? Kwa hiyo mimi hiyo kauli hiyo. Sasa hiyo pia hiyo nyinyi mnasema. Kwa hiyo unaambiwa kama umeenda kuomba kazi. Alafu unaambiwa iliyopo ni kazi fulani. Sasa kwanza uonekane kwanza. Ndio. Hiyo kazi iliyopo hiyo unatakiwa wewe uifanye. Huwezi jua labda hiyo kazi ndio interview yako hapo. Ndio hapo. Umeelewa? Labda wewe unakutest, huyu anaweza kulimika na kidogo. Umeelewa? Kweli ana elimu kubwa. Umeangalia CV zake ziko vizuri. Lakini je, ana subira, yani kaa kusubiri na kuvumilia kitu kidogo kama hiki tulichompa? Ukikubali, inawezekana kwao ndio huyu hebu ngoja tumwangalie mwanzo. Hata ndio maana hata wewe unasema wewe aliangaliwa kwanza. Ilipofika muda akapandishwa cheo,
Na bwana wewe mbona elimu yako ina uwezo wa kukaa kwenye katika nini hii hapa? Yaani Sekta njoo ukae kwenye alivyokaa yeye mwenyewe akaleta tamaa. Akaanza kuwatongoza wale wafanyakazi wenzake waliokuwa wa kike pale. ndio. Akaanza kuonyesha Kaona ishtigali mahali. Bora zaidi kuliko. bosi. Manaka. Kwa hiyo kuna mwingine anasema bwana, ukiamini shekhe kama wewe ni shekhe, ushaamini kwamba mimi kwenye ushehe mimi natoboa. Wewe mwenyewe ushaamini hivi, inabidi ukazie kwenye ushehe. Wewe bwana, wewe kama ni fundi, ushaamini kwenye huu ufundi wangu mimi nitatoboa. Kwa hiyo inabidi ukomae kwenye nini? Kwenye ufundi. Hivi hiyo kauli hii ina usahihi kiasi gani? Ina usahihi kwa sababu kauli hiyo Biblia upo, yani usitoke katika ule mfumo, kitu ambacho kimewaua watu wengi. Haiwezekani wewe tunakujua kabisa wewe una fani fulani, alafu unaiacha kabisa, yani unaiacha hata uko nyumbani kuchukulia mazoezi, uchukulie tena mazoezi tena, umeshaka tamaa tena bila mimi tena, basi mambo haya basi, unaona kama tena ile fani tena kama vile wachawi, watu unaona kama wachawi. Unaona bwana, yani ile fani ambayo uko nayo kwanza, hiyo ni jambo ambalo unalipenda, hata kama ulipo hela, lakini unalipenda lile jambo na mara nyingi ndo tutatoboa. Uwe tayari kulifanya hata kama ulipo hela.